The Galaxy A56 might be a mid-ranger, but in 2025 it beats even some old Samsung flagships. But what about Galaxy S22? Can the A56 really outperform a former premium beast? Let's find out. Let's start with the processor. The chip inside the Galaxy S22 makes a huge difference in power efficiency. Gaming is smooth. High-demand titles can hit a stable 60 FPS, all while consuming less power. But the story changes with the Galaxy A56. In PUBG Mobile, for example, it averages around 35 FPS, while the S22 pushes closer to 40 FPS. And despite having a big 5000 mAh battery, the A56 is actually less power efficient. Its Exynos 1580 chip draws more power compared to the Snapdragon 8 Generation 1 inside the Galaxy S22. Interestingly, in real-world usage, the A56 can last up to 12 hours of web browsing, while the S22 manages about 11 hours even with its smaller 3700 mAh battery. Now let's check the camera. Galaxy S22 camera packs features you simply won't find on Galaxy A56. For example, A56 relies on a standard PDAF autofocus, while the S22 upgrades to dual pixel PDAF and even includes optical zoom on both its wide and telephoto lenses. The A56 on other hand doesn't offer a telephoto lens at all, and surprisingly, this is unusual. Many mid-range phones in 2025 will still skip telephoto and dual pixel autofocus. That's a big deal because dual pixel PDAF means faster object detections and sharper focus on moving objects compared to regular PDAF. In real world use, that can be the differences between blur shot and perfect crisp photo. Galaxy S22 has some drawbacks. One major drawback of Galaxy S22 is its small battery. If you are looking for a phone that can easily last a full day or even two, you won't get that experience here. The S22 runs on just 3700 mAh battery, while it is quite small by today's standards. Most 2025 smartphones pack at least 5000 mAh and some go even higher. For example, the Redmi Note 15 comes with a massive 5500 mAh battery, giving you over 14 hours of heavy use on a single charge. So while the S22 is still powerful, battery life remains one of its biggest weaknesses. Another drawback of Galaxy S22 is its slow charging. Nowadays, it is common to fully charging a phone in just about an hour. Many mid-range phones from China now offer 45 watt fast charging. The S22, however, tops out at just 25 watts, so you won't get those quick power ups. In comparison, the Galaxy A56 supports 45 watts charging and can go from 0 to full charge in just 6-8 minutes, almost half of the time it takes the S22. Another drawback is long-term software updates, which are missing in S22. Long-term software updates are important. They keep your phone secure, fix bugs, and even add new features, helping your device staying valuable for years. Unfortunately, the Galaxy S22 won't receive major Android updates beyond Android 16. That's a bummer if you want your phone to stay current for the long haul. On the other hand, Galaxy A56 promises up to 7 years of OS updates, meaning it will stay secure and up to date far longer than the S22. Hii ni simu mpya ya iPhone ambayo inajulikana kama iPhone 17 Pro Max. Imetoka mwaka 2025 mnamo mwezi wa 9. Ina vitu vichache vipya vya muhimu sana ambavyo vinatofautisha na matoleo yaliyopita, hasa iPhone 16 Pro Max. Ndio vitu ambavyo vinaweza vikatumika kumshawishi mtumiaji wa iPhone 16 Pro Max kununua iPhone 17 Pro Max. Kwa Tanzania, bei ya iPhone 17 Pro Max ni shilingi milioni 4.
Ni tofauti sana na matoleo yaliyopita ambayo yalikuwa yanaanzia shilingi 3.5 milioni, lakini kwa toleo hili imekuwa tofauti. Bwana, simu imekuja na vitu viwili muhimu sana kama nilivyovisema. Hivyo vitu sio vikubwa sana, lakini ndivyo ambavyo vinafanya utofauti wa iPhone 17 Pro Max na matoleo mengine ya simu zinazotengenezwa na Apple, lakini pia na simu nyingi za Android. Sasa tutazame hivyo vitu kwa kutazama kila sifa muhimu ya hii simu ya iPhone 17 Pro Max. Kitu kikubwa kipya sana ambacho kinaitofautisha iPhone 17 Pro Max na matoleo mengi ya simu zilizopo sokoni kwa sasa hivi ni prosesa yake mpya iliyoambatana kwenye hii simu. Prosesa hiyo inatambulika kama Apple A19 Pro. Kwenye app ya Geekbench inayopima nguvu za prosesa, Apple A19 Pro huonyesha uwezo mkubwa kufanya kazi kubwa nyingi bila kukwama na kwa ufanisi mkubwa, kwani ina alama zinazokaribia F4. Ina uwezo wa kufungua kurasa za mtandaoni zipatazo 229 kwa sekunde bila kukwama. Game zote zinacheza bila kukwama na kwa utumiaji mdogo wa umeme. Hivyo hii ni simu ambayo inakaa na chaji muda mrefu hata kama ukiwa unacheza magame, tofauti na simu nyingi zilizopo sokoni hata ikiwemo Samsung S25 Ultra. Sasa tutazame uwezo wa betri wa iPhone 17 Pro Max. Ukitazama kwa namba, betri ya iPhone 17 Pro Max unaweza ukazani ni ndogo, na kikweli ni ndogo kuliko betri iliyotumika kwenye simu ya Samsung Galaxy S25 Ultra au Xiaomi 17 Pro Max. Betri ya Apple iPhone 17 Pro Max haifiki miliampia hawa 5,000, inaishia kwenye miliampia hawa 4,800. Lakini iPhone 17 Pro Max inakaa sana na chaji kuliko Samsung na simu nyingine zote ambazo betri zake zina ukubwa wa miliampia 5,000. Hii inasababishwa na ufanisi mkubwa wa prosesa ya Apple A19 Pro. Ndio maana mwanzoni tulitangulia kwa kusema prosesa ya Apple A19 Pro inatengeneza utofauti mkubwa sana kati ya simu hii na matoleo mengine kutoka kampuni nyingi. Ndiyo ambayo inasababisha simu kuwa na ufanisi mkubwa na utumiaji mdogo, hivyo kukaa na chaji muda mrefu. Kasi ya kuchaji ya iPhone, hapo ndipo wanapopigwa bao na kampuni nyingine nyingi ambazo zinatengeneza simu za flagship, yani simu za matoleo ya juu. Kwani simu ya iPhone 17 Pro Max uwezo wake wa kuchaji wa juu kabisa ni wati 25, ambayo inachukua muda kidogo kujaa. Pamoja na hivyo, hii simu haiji na kichwa cha chaji, bali inakuja tu na ule waya wa kuchaji. Hivyo kama utakuwa unafikiria kuinunua hii simu na hauna chaji, itakulazimu kununua chaji nyingine. Uzuri ni kwamba sasa hivi simu zote za iPhone zinatumia mfumo wa chaji wa Type-C, USB Type-C, ambao pia unatumika kwenye simu nyingi tulizonazo. Sehemu nyingine ambayo inabidi tuitazame ni uwezo wa software na ubora wake. Simu mpya ya iPhone 17 Pro Max na zingine za mwaka 2025 kutoka Apple zinatumia mfumo endeshi wa iOS 26. Moja ya sifa kubwa ya iOS 26 ni ufanisi wa utumiaji wa chaji na kutokuwa na matangazo na application nyingi zinazofunguka kwenye background. Yaani zinafunguka wewe unakuwa hauzioni, lakini zinakuwa zinajifungua zenyewe bila wewe kujua. Hiyo tunaita ni background activities. Po wameunda mfumo wa iOS kutumia vizuri chaji kwa kuzipunguza shughuli nyingi ambazo hazina msingi. Ndio maana iPhone hukaa na chaji muda mrefu japo betri yake ni dogo. Eneo ambalo Apple wameonekana kutopiga hatua kubwa ni upande wa AI. Walijaribu kupromote AI yao ambayo walibrandi kwa jina la Apple Intelligence, lakini imeonekana kushindwa. Hivyo wamekuwa wakifanya ushirikiano na baadhi ya kampuni zinazofanya vizuri kwenye upande wa AI, hasa OpenAI wanaoendesha application ya ChatGPT na pia Google ambao wanaendesha mfumo wa Gemini. Walijaribu, lakini mpaka sasa hivi hawajaweza kuleta utofauti mkubwa na ushindani kutoka kwa kampuni zingine. Kitu kingine ambacho Apple huwa wanafanya vizuri sana ni upande wa kamera. Kamera za iPhone 17 Pro Max zinapiga picha vizuri kwenye mazingira yote, hasa kwenye mwanga mwingi. Picha huonekana kwa usahihi wa rangi mkubwa sana. Rangi halisi za kinachopigwa picha hutokea kama zilivyo kwa sehemu kubwa. Kwenye mazingira ya mwanga mdogo kuna kiasi fulani cha noises, chenga kama ukiikuza picha, lakini kwa ujumla ubora wa picha
na vitu vinavyopigwa ni mzuri na mtu anaweza akaviona na asiweze akagundua kama kuna kasoro yoyote katika hiyo picha. Moja ya kitu ambacho ninachokipenda kuhusu Apple ni material wanayotumia kutengeneza simu zao. Wanahakikisha wanatengeneza simu inayoweza kukaa muda mrefu sana. Bodi ya iPhone 17 Pro Max ina uimara mkubwa katika maeneo haya. Kwanza ina cheti cha IP68. Hiki ni cheti kinaashiria uwezo wa waterproof wa kuzuia maji ya simu ikizama kwenye kina cha mita 6 kwa muda wa nusu saa. Pia ina screen protector ya Ceramic Shield 2. Protector hii haiwezi kuathiriwa na mikwaruzo iwapo kioo kitakutana na kisu chenye material ya chuma. Pia protector ni imara zaidi pale simu inapodondoka. Lakini hata hivyo umakini ni kitu cha muhimu, haijalishi simu ipo na aina ipi ya protector iliyonayo. Tumalize na upande wa memory. iPhone 17 Pro Max ina matoleo tofauti kulingana na ukubwa wa memory na bei zinatofautiana. Ukubwa wa memory unaanzia GB 256 mpaka GB 2000, yani terabyte 2, na zote zinatumia RAM ya ukubwa wa GB 12. Kwa hiyo bei ya simu inatofautiana sasa kulingana na ukubwa wa memory ambao unayoitaka. Kwa kama unataka iPhone 17 Pro Max ya ukubwa wa terabyte 2, bei pia itakuwa ni kubwa ambayo inaweza kafika ama ikazidi $500,000. Lakini ya $400,000 ni ile iPhone 17 Pro Max ya GB 256 na RAM ya GB 12. Tunaomba usubscribe ili uweze kufahamu ubora wa simu na bei zake na namna nzuri ya kuitafiti simu kabla ya kuinunua.